Tuingie kwenye neno la Mungu, na kabla hatujaingia nimwombe Mungu kwa ajili ya maneno haya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa uzima, Mungu tupae afya, utupae ushindi na ustawi ndani yetu siku zote. Tunakubariki, tunakuinua tangu ilipokuwa asubuhi, ikawa mchana na sasa ni jioni. Watoto wako tumeketi mezani pako kwa ajili ya kukusikia wewe kile unachozungumza nasi jioni ya leo. Tupo tayari kupokea kutoka kwako Yesu, mioyo yetu ikiwa tayari imekwisha kuandaliwa kwa ajili ya kuhudumiwa na wewe. Tunakushukuru kwa sababu unaenda kutulisha, unaenda kutunywesha. Katika jina la Yesu Kristo, mhudumie mama huyu, mhudumie baba huyu jioni hii ya leo. Asiwepo hata mmoja wa kuondoka kama jinsi alivyoingia, bali tukatoke tukiwa tumefurahi ndani ya mioyo yetu, tukiwa tumeponywa maisha yetu, tukiwa tumegangwa na kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Kupitia neno lako Mungu la uzima, tukawe huru ndani yako kwa utukufu wako Yesu. Tumeomba na kushukuru, amen. Amen. Kwako unayeandika, kichwa cha somo ni Mkristo na utumishi. Mkristo na utumishi. Ni wiki ya wanaume kama baba alivyotangulia kusema, ni wiki ya CMF. Kwa hiyo kama ni wiki ya CMF, ni vema tukaipa jina ambalo au kichwa ambacho sote tutatembea nacho. Wanawake wakatembea katika kichwa hiki na wanaume pia na sisi tukatembea katika kichwa hiki cha somo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Mkristo na utumishi. Katika mistari kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11 ule mstari wa 7, na usoma huu ni mstari wa ujumbe wa mwaka ndani ya idara ya wanaume. Mstari wa 11 sura ya 7 kile kitabu cha Wakorinto. Alafu unaweza ukaandika tena mistari mingine wa Mathayo sura ya 7 mstari wa 15 na 20. Mathayo sura ya 7 ule mstari wa 15 na ule mstari wa 20. Alafu Wagalatia 2 mstari wa 20. Tamani twende wote na isema mistari kwa kurudia ili asiwepo mtu wa kuachwa. Kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11 ule mstari wa 7 ambao ni mstari wa ujumbe wa wanaume ndani ya wiki hii au ndani ya mwaka. Biblia, Mtume Paulo kwa Wakorinto anasema, kwa maana kweli haimpasi mwanaume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume. Turudi kitabu cha Mathayo sura ya 7, tutasoma kuanzia mstari wa 15 mpaka ule mstari wa 20. Biblia inasema, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Kile kitabu cha Wagalatia, tumalizie huo mstari. Kitabu cha Wagalatia
sura hiyo ya pili mstari wa 20. Mstari wa 20 wa Galatia sura ya pili, Biblia inasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkristo na utumishi. Kila aliyeitwa na Mungu yeye ni mtumishi. Kila aliyeokolewa katika Yesu Kristo yeye huyu ni mtumishi wa Mungu. Kwa tunaposema Mkristo na utumishi, hatuiti tu mwanaume, lakini wote waliookoka ni watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wamepewa kazi ya kufanya. Hivyo kama Wakristo tunalo jukumu la kuweza kufanya hapa duniani tungali bado wazima. La basi ingewezekana kabisa kwamba baada tu ya kuokolewa kwetu tungeondoka na Yesu. Lakini kwa nini? Kwa makusudi makubwa sana ambayo Yesu ametuacha ili tuendelee kuwepo kuifanya kazi yake. Kwa kila Mkristo aliyeokoka ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Na ni mtumishi kwa namna gani? Kuna nyanja nyingi sana ambazo Mungu ametuweka ili tuweze kutumika. Mimi leo niko hapa natumika kwa nafasi hii, lakini na wewe kuna nafasi ambayo Mungu amekupa. Hatujaokolewa bure. Yesu akashindwa kutupa kitu cha kufanya. Tumeokolewa na Yesu ametupa kazi ya kuifanya. Yumkini wewe ni mtu wa kutia moyo watu. Huo nao ni utumishi. Kuwatembelea watu ambao ni wagonjwa, watu ambao wamekata tamaa katika maisha ya wokovu. Huo nao ni utumishi. Kuja kufanya usafi kanisani ni utumishi. Kwa lolote lile ambalo unalifanya kwenye nyumba ya Mungu, nikimaanisha kwamba kuujenga mwili wa Kristo, ni utumishi mbele za Mungu. Ni kazi ambayo ni kubwa sana unayoifanya wewe mbele za huyu Mungu wa mbinguni, sawasawa na nafasi ambayo amekupa kuifanya. Kwa huwezi ukasema mimi sio mtumishi kwa sababu sisimamagi, siimbi, sihubiri. Sote ni watumishi. Lakini tofauti ni pale ambapo mimi natumika wapi na wewe unatumika wapi. Lakini wote tunasimama katika utumishi huo kuujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapozungumzia Mkristo na utumishi, tuangalie kwa mapana, kwa umbali sana. Kwa umbali sana. Sasa Mkristo huyu ni nani? Tunapoweka msingi wetu wa semina yetu siku ya leo, huyu Mkristo ni nani? Neno Mkristo linatokana na neno Kristo. Mkristo ni nani? Neno Mkristo linatokana na neno Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na Kristo ndiye kiongozi wa Mkristo. Tunaposema Mkristo ni nani, tunatoka kwa Kristo Yesu mwenyewe. Mimi kama Mkristo, ina maana siwezi nikajiita Mkristo kama siko na Yesu Kristo ndani yangu. Kwa hiyo neno Mkristo ni chimbuko la neno Kristo. Na Kristo ni ofisi, ni mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mamlaka ambayo iko ndani ya Yesu Kristo mwenyewe. Ni nguvu, ni uwezo,
ni mamlaka ndani ya Kristo. Kwa hiyo na sisi tunaitwa Wakristo, tunayo ile mamlaka ambayo Yesu Kristo anayo, na hiyo mamlaka ya Yesu ameiweka pia ndani yetu, kwa sababu yeye anayo mamlaka na sisi ametukabidhi mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno Mkristo, jua kwamba linatokana na neno Kristo, na Kristo huyu ni ofisi, ni kiongozi wa Mkristo, ni kiongozi wangu mimi, wa kwako wewe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mkristo tunayo nafasi kubwa sana mbele za Yesu. Laiti tungefahamu ile mamlaka ambayo Yesu ametupa, tungelijua nini Yesu alichotuachia. Ametupa mamlaka kubwa sana. Ametupa nguvu ya pekee sana ambayo siyo ya dunia hii. Ni mamlaka aliyotupa ni ya tofauti na mamlaka za duniani. Ndio maana akamwambia Petro, katika wewe nitalijenga kanisa langu. Akaisimamisha mamlaka ndani ya Petro, akaisimamisha mamlaka ndani ya kanisa ambaye ni mimi na wewe leo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Mkristo ni mfuasi anayemfuata Kristo Yesu, ni wafuasi tunayemfuata Yesu Kristo. Na kama ni wafuasi wa Yesu Kristo, lazima tuziishi zile njia, zile tabia, ule mwenendo wa kumfanania huyu ambaye ameturithisha nafasi ya kuitwa sisi wa Kristo. Kwa hiyo tuzifananie zile tabia, tufananie ule mwenendo, tufananie kile ambacho yeye anacho na ndicho alichotuachia hata sisi. Bwana Yesu asifiwe. Na Wakristo ni watu ambao mara zote wanaketi na kujifunza mafundisho ya Bwana Yesu. Sasa ninaposemea Wakristo, tusichanganye na Wakristo wa jina. Sawa wapendwa? Sawa? Yaani tusichanganye na wajina ambaye anasema mimi ni Mkristo wa jina. Tunaposema Mkristo, ndio maana nimesema ni matunda yanayoonekana ya Yesu ndani yetu. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tumepewa nafasi ya kuweza kuketi na kujifunza maneno ya Bwana huyu ambaye ni Kristo mwenyewe. Tumepewa hiyo nafasi. Mahali pengine huwezi kuona upendeleo wa namna hii, lakini sisi tumepewa upendeleo wa kuketi na kula chakula mezani pamoja na Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Na tumesema Mkristo na utumishi. Huu utumishi, utumishi ni nini? Utumishi ni hali ya kutii na kuitumikia mamlaka. Utumishi ni ile hali ya kutii, ya kwamba niko tayari vyovyote itakavyokuwa, hata iweje, nipo tayari kutii na kuitumikia hii mamlaka ambayo imewekwa mbele yangu niitumikie. Kwa hiyo utumishi ni hali ya kutii na kutumikia mamlaka ya Mungu yule tunayemwamini, na sio tu kumwamini, lakini tunamtegemea. Hatuishii tu kumwamini, tunamwamini lakini pia tunamtegemea. Ndiyo utumishi ambao Yesu Kristo ametupa. Kwa ni hali ya kutii, hali ya kuvunjika, hali ya kunyenyekea, hali ya kukubali kutumika, kusema mimi niko tayari kuifanya kazi hii ulionipa, pasipokuwa na maswali. Wakati mwingine huwa tunatoa mifano kwamba unapopewa kazi ya kufanya,
maswali yanakuja baadaye. Kwa mfano ulio rahisi, ukienda pale Lugalo Jeshini, wangapi tunapafahamu pale Lugalo Jeshini? Either una chombo chako, wewe ni driver, ukapenya pembeni, ukaacha ile njia kuu ya watu wote wanayopita, wewe ukasema mimi nina haraka sana, nimechelewa, ngoja nipenye huku. Alafu kasimamishwa na wale jamaa wako pale. Kishasimamishwa, naambia bwana vipi, hata kama ni mtumishi ujitambulishe, mimi ni mchungaji. Unawahi wapi? Sasa bahati nzuri wao huwa wanakuwa wataratibu, wanakuchukua tu taratibu, twende, mnaenda sehemu, paki chombo chako hapo, unapewa kazi ya kufanya. Sasa ukishapewa kazi ya kufanya, wao hawaangaliagi kwamba kazi ipi wanayokupa. Yaani chochote watakachokiona, wakikuta gogo, tafuta shoka, wanakupa pasua kuni. Wakikuta matope, mvua zimenyesha, kama msimu huu mvua zinanyesha, mama baba, haya maji hayo yakauke. Sasa maswali uliza, tayari umeshagalagala kwenye maji. Yaani ukishayakausha yale maji, sasa muulize, afande, kwani kosa langu ni nini? Lakini ukija kuuliza swali kabla hujatii yale masharti anayokupa, utapata kazi kubwa sana ya mateso. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo sisi tumepewa utumishi, tumeagizwa kazi ya kufanya, tumepewa mamlaka, na aliyetupa mamlaka ni Yesu mwenyewe. Aliyetupa kazi hii ya kufanya ni Yesu Kristo mwenyewe. Tuifanye. Sasa tusiwe na maswali kwamba itakuwaje. Lakini ashukuriwe Mungu, tunapojiuliza kwamba itakuwaje, yeye anasema nitakupa jibu ukifika huko. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tumepewa kazi ya kufanya na Yesu Kristo. Kama mtumishi tumepewa kazi ya kufanya, na hiyo kazi Yesu ametupa, anatuamini ya kwamba tunaiweza. Kama tungelikuwa hatuiwezi kazi hiyo, asingelitupatia. Tuko pamoja wapendwa? Lakini kwa sababu anatuamini, ndio maana ametupatia hiyo kazi. Ni kwa namna gani wewe unajua upo kwenye nafasi ipi katika utumishi huu ndani ya Yesu Kristo? Kwa hiyo mtumishi umepewa kazi, na kazi kupewa, umepewa na nyenzo, umepewa mamlaka ya kuweza kuifanyia hiyo kazi. Hatujaokolewa bure. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mistari tuliyoisoma inaonyesha juu ya kile kitabu cha Wakorinto kwenye mstari wetu wa mwaka kama wanaume. Unaonyesha juu ya utukufu wa mwanaume, na unaonyesha pia utukufu alionao mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utukufu huu tulionao kama wanaume, utukufu huu tulionao kama wanawake, ni tabia ambayo Yesu anatamani aione ndani yetu. Ametupa utukufu huu tuonyeshe kwa watu. Kama mimi mwanaume ni uonyeshe kwa mke wangu, na wewe mwanamke uonyeshe kwa mme wako, na hata pia kama ni kijana hujaoa hujaolewa, uonyeshe katikati ya familia, ndani ya familia, ndani ya ndugu wale wanaokuzunguka, jamii ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sio utukufu wa kawaida. Sio utukufu kwamba mimi ni kichwa, nionekane ni baba wa familia. Sawa, ni baba wa familia, lakini kuna kazi uliopewa kuifanya. Kuna majukumu ambayo tumepewa kuyafanya kama baba, kama mama. Kwamba mimi ni utukufu, na mwanamke naye ni utukufu kwa mume wake. Kuna kazi ambayo tumepewa kuifanya, tuionyeshe ile tabia, matendo mema
yaonekane ndani yetu, moyo ulio safi uonekane ndani yetu, kuanzia kwenye familia yetu. Tukitoka hapo tunaingia kwenye jamii inayotuzunguka, kuonyeshe matendo mema. Ndicho kitu ambacho Yesu anatamani akione kwa mwanaume, anatamani akione kwa wanawake. Hakuna kitu kingine ambacho kiko tofauti na hicho Yesu ambacho anataka akione kwetu. Anataka aone kile tulichokibeba. Je, wokovu tulionao, ule utukufu tulioubeba, ni kweli tunaudhihirisha, tunauonyesha, tunauweka wazi katikati ya ndugu zetu, katikati ya wengine? Je, tunayo sifa njema kwa watu wengine wanapotuona, au tunanyoshewa vidole? Bwana Yesu atusaidie. Wakati mwingine imekuwa ni ngumu, hasa kwenye huduma, kwenye ushuhudiaji. Mnaenda mtaani kushuhudia, alafu tunakutana na maswali ya kuulizwa kwamba na yule binti fulani. Tunapojitambulisha, sisi tumetoka kanisa la CWC pale Ananasifu kwa mchungaji wetu James Mwalubalile. Sasa watu wanajiuliza, na yule kijana naabudu pale ni mshirika mwenzenu? Ndiyo. Kama ni hivyo basi na mimi nimeokoka. Kwa nini? Yesu amekupa umdhihirishe, ile nafasi amekupa umdhihirishe kwa watu, lakini hatujafika mahali kuifanyia ile kazi ya madhihirisho, ya udhihirisho wa Yesu tuuonyeshe kwa watu. Matokeo yake tumekwenda tofauti na vile Yesu anavyotamani sisi tumdhihirishe kwa watu, tumseme kwa watu. Kwa hiyo inafika mahali tunasababisha kulitukanisha jina la Yesu katikati ya watu. Tunafika mahali tunalitukanisha hata kanisa la Yesu mahali hapa, kwamba kama yule naye yuko hapo, yule binti, yule kaka, basi haina haja mimi kuja huko, na mimi basi nimeokoka. Kama wokovu ni huo, basi na mimi nimeokoka. Lakini ambacho Yesu anatamani akione kwa mtu ambaye nimeokoka ni kumdhihirisha yeye katikati ya ulimwengu, ni kumsema yeye kwa kumwonyesha, kuwaonyesha watu moyo wa upole, moyo wa upendo, moyo wa kujali, moyo wa kuthamini. Waige mfano hata kwa kupitia familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Waseme nyumba ya mama fulani na baba fulani, kwa kweli wale watu, kama ni mwanaume aseme mke wangu, hebu iga mfano. Bwana Yesu atusaidie. Kama ni mwanamke aseme mme wangu, yaani yule mwanaume yule kweli ameokoka, hebu jaribu kuwa naye hata na urafiki, uone ni kitu gani kinachosababisha maisha yao yawe vile. Mbona wenzetu wana raha? Yaani ndicho Kristo Yesu anachokitamani kwetu sisi kama kanisa la CWC. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatamani, yaani sisi ni kioo katikati ya watu. Sisi ni nuru. Wanaume ni nuru katikati ya watu. Sasa ile nafasi ya kuitwa wanaume, basi tuionyeshe kwa watu. Tuionyeshe katikati ya jamii kwamba sisi ni wanaume ambao tumeokoka, tunampenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tabia yako ionyeshe kwamba unamwishi Kristo. Tabia yangu ionyeshe ya kwamba mimi ninamwishi Kristo. Hivi kuna tofauti ya kukaa na Kristo na kuishi ndani ya Kristo, si ndio? Si tofauti hizo zipo? Kukaa ndani ya Kristo na kuishi, kuna tofauti. Kukaa, naweza nikakaa hapa kama sasa hivi niko hapa, lakini baadaye siko hapa, si ndio? Lakini kuishi, mimi ni wa hapa, yaani
hata iweje sitoki, niko hapa. Sijui kama tunaelewana kidogo. Kuishi ni nafasi ambayo ni ya pekee. Sasa tabia zetu zionyeshe kwamba tunamuishi au tunaishi ndani ya Yesu Kristo, kwamba sisi hatutoki ndani ya Yesu. Sisi tumefika, hata iweje watu wasemaje, sisi tumefika. Ndivyo tabia zetu inatakiwa ziwe hivyo. Tuishi ndani ya Kristo, tumuishi Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumuishi Yesu. Kwa tabia yetu ikiwa ni kumuishi Yesu Kristo kila mahali. Yaani kila ninapokuwepo Yesu yuko ndani yangu na mimi niko ndani ya Yesu. Yesu yuko ndani yangu na mimi ndani ya Yesu. Na ndiyo hata muonekano wa nje watu wataona. Hivi ulishawahi kutembea wakakuita mama mchungaji? Wakakuita mlokole? Ilishakukuta hiyo? Kwa nini? Tabia. Hata Petro naye aliambiwa huyu alikuwa pamoja na Kristo. Huyu naye ni mmoja wa huyu jamaa. Kwa nini? Mwenendo. Walisema mbona hata kutembea? Mbona hata kutembea kwake, yani hatua zake mbona haziachani na Yesu? Anaenda nakaa kwenye moto. Huyu jamaa mbona hata kuongea kwake hakuko tofauti na Yesu? Tabia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tabia, hata sisi wenyewe inaweza ikamsema Yesu huko tuliko tunakoishi. Itamsema kwa sababu Yesu anaishi ndani yetu na sisi tunaishi ndani ya Yesu. Hatuwezi tukatenganisha vitu ambavyo vimeshikamanishwa. Ni kama umechukua kitu ukabandika na gundi. Karatasi mbili ukiziweka pamoja ukapaka gundi ukagundisha hapo. Ni vitu ambavyo vimeshikamanishwa pamoja. Hatuachani na Yesu, tunaishi na Yesu. Kila tunapokuwepo sisi tuko na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tabia yako ionyeshe kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Haleluya wanaume. Wanaume haleluya. Tabia zetu kwa familia zetu zionyeshe kwamba sisi ni wanaume. Yaani pale nyumbani nionekane mimi ni baba. Mimi ni baba Grace. Mwanangu anaitwa Grace. Wa pili anaitwa Faraja. Yaani nikiwa pale nyumbani ijulikane baba amekuja. Nikienda kwa mke wangu aseme mume wangu huyu hapa. Nikiwa pale tabia, muonekano, nionekane baba yupo nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuitwa baba katikati ya familia, baba mwenye mabavu. Mtoto akishasikia mlango, nani anakuja? Mzee huyu anakuja. Watoto wote chumbani. Wote wanakimbilia chumbani. Kama TV walikuwa wanaangalia TV, baba utawasha mwenyewe, utazima mwenyewe. Wote wanakimbia, afu kimya. Tafikiria vimelala usingizi. Nini? Baba kaingia. Hapana. Waseme baba ameingia, wao baba umekuja na nini? Baba wakupikisha hata mifukoni. Waangalie senti zimebaki chenji humu mifukoni. Haleluya. Tunaelewana wa mama? Wanawake tuko pamoja. Mtoto ajue kwamba mama na baba wanarudi. Nilishawahi kuishi nyumba ya namna hiyo. Yaani ukisikia geti ngenge, mama anaingia. Yaani tunafunua hapo pazia kwenye dirisha. Nani? Mama. Yaani kila mmoja anaingia chumbani kwake. Lakini bahati nzuri yule mama sio mtu aliyeokoka. Sasa haya tunayasema sisi leo kwetu tuliomwamini Yesu Kristo. Ni tabia, na tabia kama ni mbaya ni rahisi kuiacha ukishajua. Si ndio wapendwa? Kuna tabia ambayo ni ya kuzaliwa nayo,
kuna tabia ya kuiga. Tukiwa hivi ukubwani, kijana anakuwa anaiga. Alikuwa na tabia njema, matokeo yake tabia njema inaanza kupungua. Ameshaiga kwenye kikundi kingine, kwa marafiki wengine, ameshavaa tabia mbaya. Sasa tunapofika mahali unajitambua kwamba tabia nilionayo, je, nikikaa na rafiki fulani ananikubali? Au nikikaa mahali kwenye nyumba yangu, mwonekano, mapokezi yakoje kwa familia yangu? Mapokezi, watoto wananipokeaje pale nyumbani, au katika jamii watu wananipokeaje? Wanatamani kuendelea kukaa na mimi, kuongea na mimi? Kwa tabia kama ni mbaya, ni rahisi kubadilika, ni rahisi kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni rahisi kubadilisha. Na tabia ya mtu, kwambie mpendwa, tabia ya mtu aliyeokoka imebeba maisha yake mwenyewe, imebeba hatima ya maisha yako. Kwa hiyo tabia yako kama ni mbovu, basi tarajia mavuno yaliyo mabovu. Na tabia yako kama ni njema, basi tarajia kupata yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tabia ya mtu aliyeokoka, huyu anayeitwa mtumishi, tuonyeshe kwa watu, tuonyeshe kwenye jamii kwamba mimi nimeokoka, kwamba mimi ninampenda Yesu, na watu waseme kweli, huyu ndugu anampenda Yesu. Waige hata mfano wako ulionao. Kama nilivyosema, kama ni nyumba za jirani, ndoa na familia, waseme baba, mama, yule mama fulani anaendaga kanisani, nimeshaona haya. Mama ameokoka, jirani hajaokoka, lakini huko jirani kinanuka kila siku. Baba, naona mbona huyu mwanamke tabia ni mbovu, lakini mbona jirani rafiki yangu mke wake yuko vizuri, anamshawishi mwanamke, anamwambia hebu uwe unaenda kanisani na yule mama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watasemaje hivyo? Ni pale kuona tabia zetu. Wanapoona tabia zetu watasema, kumbe huyu yuko hivi, mfate. Matendo yatashuhudia wazi kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Watapata kumfata Yesu kwa sababu ya tabia na matendo tulionayo. Sasa lazima kujua kazi ya Mungu inafanywa na Mungu mwenyewe. Mkristo na utumishi, tutambue kwamba kazi ya Mungu inafanywa na Mungu mwenyewe, na Mungu anaifanya kazi hii kwa kupitia kwetu sisi. Hashuki Mungu akashika maiki na kuanza kuhubiri mitaani. Hashuki Mungu akaanza kuhubiri kama hapa mimi nilivyo leo. Lakini Mungu anafanya kazi pamoja na sisi. Tunaifanya kazi hii ya Mungu kwa sababu Mungu ndiye anaifanya. Kwa hiyo kazi hii ni ya Mungu mwenyewe, na Mungu anaifanya kwa kupitia mimi na wewe. Haleluya. Kwa hiyo kazi unayoifanya, jua ya kwamba umembeba Mungu ndani yako, na unapofanya jua ya kwamba ni Mungu mwenyewe anayefanya kwa kupitia wewe. Kama chombo unaifanya kazi ya Mungu. Kwenye mazingira ya weje, unaifanya kazi ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jitie nguvu katika nafasi yako, jipe nguvu katika utumishi wako, kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu na ninaifanya kazi ya Mungu, na pasipo Mungu mimi kwamba siwezi kufanya kazi yake. Haleluya. Kwenye kile kitabu cha Mathayo tulichokisoma, anasema tujihadhari na manabii wa uongo, tujihadhari na walimu wa imani potofu. Sasa anasema hawa watu wa imani potofu, walimu wa uongo, tujihadhari nao, kwamba tutawatambuaje kwamba huyu ni mwalimu wa uongo, huyu amesema kitu ambacho sio, amesoma neno ni sawa, ni neno la Mungu, lakini anavyovisema sio.
Kwa ujumla wake tutawatambua pia, sio tu huyo mwalimu anayesimama na kufundisha, lakini tutawatambua wale wafuasi wake wanaokuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Tutawafahamu, tutawajua kwamba hawa watu, hawa ndugu wanaenda kwa mtumishi anayejiita fulani. Je, mbona ndani yao hakuna mabadiliko? Mbona ndani yao hakuna kitu? Sasa tutawatambua. Tukishawatambua hao, ndipo tunamrudi hata huyu mwalimu wao, kwamba okay, kumbe na huyu mwalimu wao ni kama hawa. Kwa mtumishi wa Mungu Mathayo anasema jihadharini na manabii wa uongo. Hao manabii tutawatambua kwa matunda yao, tutawatambua vile walivyo. Bwana Yesu atusaidie. Tutawatambua kwa kupitia wale ambao wanawaongoza, wale ambao wako nao, tutawajua na tutajua mafundisho yao, kwamba haya mafundisho sio sahihi au haya ni sahihi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usijione kwamba ni wa tofauti. Tunapoongelea nafasi ya utumishi, tunapoongelea nafasi ya Mkristo na utumishi, usijione kwamba ni wa tofauti, au mimi nisijione ni wa tofauti sana kuzidi mwingine. Kwenye nafasi ya utumishi, Mungu ameweka huduma ndani ya kila mmoja, ameweka utumishi ndani ya kila mmoja. Mimi nilivyo sio sawa na wewe ulivyo, na wewe ukipewa nafasi ya kuja kuhubiri, kufundisha, utafundisha kwa viwango vikubwa sana na watu wakakufurahia sana. Kwa hiyo nafasi ulionayo, pamoja na kwamba Mungu anakutumia, tunaambiwa tusijione kwamba mimi ni wa viwango, ni wa tofauti, ikanisababisha kuinua mabega. Sasa ndipo tunarudi kwa jihadharini na manabii wa uongo. Inapofika kiashiria hicho, jua kwamba tayari kuna chembe za uovu zilizoanza kuingia ndani yangu. Inapofika unajitofautisha na wengine kwamba mimi ni mimi. Bwana Yesu atusaidie. Lazima uketi mahali. Hiyo ni tabia ambayo sio njema, sio tabia ya Mungu ndani yake. Tabia ya Mungu ni ya kushuka, ni ya unyenyekevu, ni ya utii. Ndiyo tabia ya Mungu ndani ya mtumishi wake. Kwa hiyo mimi nijione ni mimi, na neema hii Mungu anayoitoa nione ya kwamba amekupa na wewe, tena neema hiyo inanizidi hata mimi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima tufike mahali tunaposema tabia zetu katika utumishi, katika Ukristo, udhihirike kwa watu, uonekane kwa watu. Kwa nijione ya kwamba na mimi leo ni zamu yangu, lakini pia kuna mwingine ambaye ana neema ambayo ni sawa, na mwenye kutoa ni neema, ni Yesu Kristo mwenyewe. Ndiye anayegawa hii neema ya kuweza kutumika mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tutambue kwamba katika kazi hii sisi sote tunajenga ufalme mmoja. Hatuweki matofali mawili tofauti, tunaujenga ufalme mmoja. Sisi sote, mwenye kuimba, mwenye kufundisha, mwenye kupiga vyombo, tunaujenga ufalme mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Tunaujenga ufalme. Na ndio maana kitabu cha Wagalatia tulichokisoma, ngoja turudi kidogo pale. Kitabu cha Wagalatia ile sura ya 2, haleluya, sura ya 2 ule mstari wa 20, anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa
katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaujenga pamoja ufalme. Mtume Paulo analithibitisha hili, anasema ni hai kwa ajili ya Kristo, na maana Kristo aliyekufa kwa ajili yangu ni ili kuifanya kazi yake ndani yangu, ili na mimi ninapoipokea niendelee kusimamisha huo msingi. Kwa hiyo tunaujenga ufalme mmoja wa Mungu Baba yetu, na ili Mungu atujenge pamoja, lazima sisi wenyewe tukubali kukaa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 19 na mstari ule wa 20, Mtume Paulo anasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii: Bwana anawajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na aache uovu. Msingi wa Mungu tunaujenga ufalme wa Mungu kwenye msingi wa Mungu. Hatujengi tofauti, wapendwa. Hatujengi tofauti kwenye utumishi tulionao. Tunajenga kwenye msingi wa Mungu ulio imara, ambao tayari ulikwisha kusimamishwa. Amesema umesimama, na huu msingi una muhuri. Anasema Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana aache uovu. Bwana Yesu asifiwe. Kila alitajaye jina la Bwana aache uovu. Kwa nini? Kwa sababu amejengwa huyu mtu kwenye msingi ulio imara. Sasa kwa nini umejengwa kwenye msingi ulio imara, halafu bado kinywa chako kinanena maneno ya uovu? Anasema kila alitajaye, ambaye amejengwa kwenye huu msingi, anasema aache uovu. Kama kuna viashiria vya uovu, mtumishi wa Mungu Paulo anasema huyu mtu aache uovu. Bwana Yesu atusaidie. Hivyo lazima tunapofika mahali kutamani kuacha uovu, lazima tufike turuhusu nguvu za Mungu ziingie ndani yetu. Namba moja, ili kuruhusu hizi nguvu, lazima kung'oa kila pando lililopandwa kinyume. Tung'oe pando lolote lisilo la Mungu ndani yetu, tuliondoe, tulitoe ndani yetu, ambalo linaashiria mambo yaliyo mabaya, ambalo linatupeleka kutenda sisi mambo ambayo yapo nje na mpango wa Mungu. Anasema tuliondoe kila pando lililopandwa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoe tabia zilizo chafu ndani yetu. Kama tunatamani kuitwa Wakristo, kuitwa watumishi, tuondoe kila uchafu, kila matukano, kila dhuluma, tuiondoe ndani yetu. Kila uchafu ambao unatusababishia sisi kulitukanisha jina la Yesu Kristo, tuondoe. Amina wapendwa, na Mungu atusaidie. Mungu ametuweka kwenye nafasi ambayo ni sahihi sana. Yaani hatamani aone kiashiria chochote ambacho kinatutoa sisi kwenye nafasi ya Mungu. Anatamani aone chembe zilizo hai zinazoleta matunda ndani yetu kwa ajili ya ufalme wake. Na jambo la pili anasema ili kuruhusu nguvu za Mungu, lazima turuhusu neema ya utakaso ndani ya mioyo yetu. Turuhusu neema ya Mungu ishuke, iingie ndani yetu, atutakase, atuoshe, aondoe uchafu ule ambao unatusababishia sisi tunaondoka kwenye msingi, kwenye nafasi ya Mungu. Haleluya. Na pia jambo la tatu anasema amua kuanza kutumiwa na Mungu. Amua kuanza kutumiwa na Mungu. Ukishang'oa lile pando ovu, ukishajitakasa mbele za Bwana, amua sasa kwamba mimi sasa ninaanza na Bwana, ninaanza utumishi na Yesu.
Bwana Yesu asifiwe. Iwe ni nafasi ya sisi kuketi pamoja na kujitafakari kwamba nikoje mbele za Mungu wangu, ninaishije mbele za Mungu wangu. Kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 1, Biblia inasema, nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Nasi tukitenda kazi ya Mungu pamoja twawasihi. Kusihi ni kuomba. Ninawaomba msipokee neema hii ya Mungu bure. Bwana Yesu atusaidie. Tusipokee neema ya Mungu bure. Mtume Paulo anayaandika haya, anawaandikia Wakorinto. Anasema tukitenda kazi pamoja naye. Nani? Yesu Kristo. Nimesema kwamba sisi tunaifanya kazi ya Mungu, tunaujenga ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunapoifanya kazi ya Mungu tunaitenda pamoja na Yesu. Sasa nasema tusipokee hiyo neema ambayo Yesu ametupatia, tusipokee bure. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa hiyo tumepewa kazi, watumishi wa Mungu, tumepewa kazi kubwa sana ya kuweza kuifanya katika nyumba zetu, katika familia, katika ndoa zetu, katika jamii, kwenye ukoo. Umepewa kazi kubwa sana ya kuweza kuifanya. Tumepewa na Yesu Kristo. Hivyo kama tumepewa hiyo kazi, Mungu anatamani aone yale madhihirisho ya kazi yake yanaonekana kupitia sisi. Ule utendaji wake unaonekana kupitia sisi kwa watu wengine. Anatamani awaguse watu kupitia sisi. Bwana Yesu asifiwe. Anatamani aguse watu. Sasa Mungu atagusaje watu kama sisi tuna makandokando? Kama sisi tuna uchafu, atagusaje watu? Hawezi kututumia. Ndio maana amesema, namba 1, ng'oa lile pando ambalo sio sahihi ndani yako. Liondoe. Uling'oe, liondoke. Unajua kabisa, mimi kinachonistopisha kwenye hatua hizi, kwenye safari hii, kuna hiki hapa, ndicho kinachokizuia. Tambua kizuizi chako ni nini. Tambua kinachokusababishia kwenye utumishi wako ni kitu gani, kiondoe. Bwana Yesu atusaidie. Ndio maana nikasema tabia mbaya inajulikana, na wewe mwenye hiyo tabia mbaya unajifahamu. Hii tabia mbaya imeingiaje, na una uwezo wa kuiondoa pia pale unapoamua. Kila kitu ni maamuzi. Pale unapoamua kwamba sitaki, inawezekana. Lakini ukikumbatia ukailea, itakufikisha mbali sana, mahali pa uharibifu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Watumishi wa Mungu, kwa maneno haya jioni ya leo, sisi kama Wakristo, watu watumishi tulioitwa na Yesu, tumeokolewa kwa damu ya thamani. Tumetengwa. Sisi ni watu ambao ni mali ya Yesu Kristo mwenyewe, na Yesu anapotuangalia anajivunia kupitia sisi. Ndio maana nimesema ya kwamba Mungu ndiye mwenye kazi. Anayefanya kazi ni Mungu mwenyewe, lakini Mungu anafanya kazi pamoja na chombo hiki ambacho ni mimi na wewe. Mungu hawezi kufanya yeye, ameweka wajumbe ambao ni sisi. Ni mimi na wewe, ndicho chombo ambacho Mungu anatamani kukitumia. Na wewe basi tamani kutumiwa na Yesu. Tamani kutumiwa na Mungu kama chombo huko tuliko. Tutamani kwamba Mungu, tunaomba ututumie upendavyo wewe. Tunatamani utufanye vile wewe unavyotaka sisi tuwe. Ukiketi na kujitafakari kwenye maisha yako, mara zote Mungu ni mwaminifu sana. Huwa anatujulisha kila mmoja mwenye roho wa Mungu ndani yake
anajulishwa kwamba mwanangu, hatua uliofika ni hii, njia unayoipita hii siyo sahihi, badilika. Na Ufunuo anatukumbusha, anasema kumbuka ili ukatubu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama tunatamani tuitwe watumishi na Wakristo mbele za Mungu, tufike mahali tubadilike kwa mwenendo, kwa tabia tulizo nazo, tumfananie Yesu Kristo, tumlingane Mungu ambaye ametupa kazi hii ya kuifanya. Bwana asifiwe. Niombe tusimame wakati huu tukamwombe Mungu wetu kwamba Mungu atusaidie, Mungu atusaidie katika maisha ya utumishi tulio nao, kwamba Mungu anisaidie katika utumishi nilio nao, maana Mungu anachokitarajia kwetu ni kuona matunda. Tutaendelea kuona siku ya kesho. Mungu anachokitazamia kwetu ni kuona matunda yaliyo mema, yanayoonekana, matunda yanayozaa, matunda yanayoenea, matunda yaliyo mema. Ndicho Mungu anachokitarajia kuona kwetu. Hivyo tutamani katika utumishi wetu Mungu atuone sisi ni watumishi wake, na kama anatuona ni watumishi wake, basi na watu tunaoishi nao, familia zetu, waone kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Natamani kufanana nawe. Natamani kufanana siku zote za maisha. Siku zote natamani tamani kufanana na Yesu. Napoimba wimbo huu, tamani kufanana na Yesu. Maisha yako, tamani kufanana na Yesu. Mwenendo wako, tamani kufanana na Yesu. Siku zote siku zote yes. Mimi natamani maisha yako mama yangu, maisha yako mama yangu, maisha yako ndugu yangu, tamani kufanana na Yesu Kristo, ili ujulikane wewe ni Kristo, kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Tunatakiwa zaidi tunatakiwa zaidi kutamani kufanana na Yesu Kristo. Hebu sasa inua sauti yako mbele za Bwana. Wewe mwenyewe unajijua jinsi unavyotumika mbele za Yesu. Wewe mwenyewe unafahamu jinsi ulivyo katika nafasi ya Ukristo wako. Inua sauti yako, mwambie Bwana ninatamani. Mwambie Bwana ninatamani. Mwambie Yesu ninatamani kufanana na wewe. Mwambie Bwana ninatamani kufanana na wewe. Mwambie Yesu ninatamani kwenye huduma yangu, kwenye utumishi wangu, kwenye maisha yangu. Na kama kuna nafasi leo unaliona wazi kabisa nafasi ambayo kusuilia wewe kwenye huduma yako, nafasi njema jioni ya Bwana, ninaomba nafasi jioni ya leo. Mruhusu Mungu kuondoa hiyo
ambalo si pando la Mungu. Kuruhusu Mungu